uchungu bado iko. Uchungu iko. Uchungu iko. Pole sana. Sikujua nitafika hapa lakini Mungu yuko. Pole sana. Juu sasa ukiwa chini hakuna kitu unaweza fanya hata kujitetea wapi. Juu unasaidiwa kila kitu, unajua utasema ndio. Tazenye hujafanya mtu anataka kuchapa like damn, wewe ni mtu mkubwa. Kwani ni mashida gani wewe upitia kwa sasa? Ni mashida gani hayo? Siku tu at peace. But tutakuwa at peace. Waweza yote. Nani waweza yote. Nilikuita ukaniitika, ukanikomboa. Kweli waweza. Kanipa nguvu na tumaini. Waweza. Haleluya. Ulipofika mji wa Mwereri wa Baruthi wa Thayo TV ndeke gucokeria ngatho ringi na ngunyitio gani thiini wa video nayo ngukurehera ya mundu gwitwo Geoffrey Ochieng. Uyu ti mugikuyu no ndiri haha ndikoragwo wira wakwa nduko wi wa guthutukania mathina na tribes. Nie ngoragwo haha njukite tu kwetha uteithio wa mundu o wothe wi bururi witu wa Kenya na mundu o wothe ndiramenya ni arabatara guteithika. So muthenya wa umuthi twina Geoffrey Ochieng niwe twina rugano rwake mahinda-ini maya na ni njui maundu maria gukorwo akigweta ha ni maundu mamwe mamo mena thithi na mangi mena guoya na mangi megutuma wite maithori na mangi megwikira kieha. So hapa ndio unaishi? Okay. Unaishi peke yako? Oh. Okay, so pesa ya kupika na kufanya na za kununua chakula na kufanya vitu zingine wewe utoa wapi? Ama kununua nguo ama ni rea sana ununue? Ni rea sana ununue nguo. Tangu 2018. Mambo imekuwa mbaya. Pole sana. Haya, sasa story na kukula unatoanga wapi pesa ya kukula? Naleta broilo. Okay. Yes, sawa. Natumai mambo itakuwa nzuri. Najua hakuna shida kuishi milele. Shida tu ni kwa muda mfupi. Alafu maisha inakuwa nzuri. Sawa. Kwa hivyo umekuwa kwa hii situation miaka mingi? Kwa tupo sasa hivi TB. Sasa uko na TB. Okay. TB ndio inasumbua. Okay. Mambo itakuwa nzuri. Sawa. Alright, so hapa ndo unaishi? Okay. Kwa majina ni Geoffrey Ochieng, kwa miaka 31. Nimezaliwa hapa Nairobi na single mother. Na nimelelewa na huyo single mother lakini aliaga mapema. Nikaanza kulelewa na aunties ambao walinisomesha mpaka nikafika kidato cha 4. Lakini kabla nifike kidato cha 4 magonjwa ilikuwa inanishikashika hata nikiwa primary. Kuanzia class 7 hapo kwa nagonjeka kila saa. Sisi watoto watatu. Kidi vile kwa nagonjeka kila saa. So kupimwa nikapata niko na HIV. Hapo sikuanza dawa immediately. Nikapata ugonjwa unaitwa meningitis pamoja na TB. Bacho ikapotea. So ilirudi lakini bado
kuona ni ile naiweke kitu karibu kabisa ndio niweze kusoma. Wacha nikurudishe nyuma kidogo. So mamako aliaga ukiwa na miaka ngapi? Ama ulikuwa class 3? Class 3. So after yeye kuaga hapo ndio maanti zako sasa walikushika? Yeah. Wakaanza kukusaidia. So wameanza kukusaidia ukiwa class 3. So kutoka hapo sasa, hapo ndio hiyo mwaka yenye uko class 3 ndio ulipimwa na ukajulikana? Hapo nilikuwa nagonjeka tu, naenda hospitali, poda, nikagagana hivyo mpaka form 2. So hukuwahi pimwa wakati ulikuwa unagonjeka? Nimepimwa sasa kama niko form 2. Hapo ndio walijulia? So hapo ndio nikaanza madawa. Na sasa niulize, kama umepimwa ukiwa form 2, hakuna mtu aliwahi fikiria kifo cha mamako kililetwa na nini? Unajua hiyo wakati stigma ilikuwa juu sana, sasa hakuna mtu angekubali ati hiyo ugonjwa. Kwanza ilikuwa inaitwa ukimwi. So hakuna mtu angefikiria hivyo. Kwanza ulikuwa saa haiwezi kuwa hiyo. Okay. So akafa ukiwa class 3, ukaendelea hivyo hadi form 2. Sasa form 2 hapo katikati ndo magonjwa ilikuwa mingi mpaka form 4. Sasa form 3 macho nilifanya special exam form 4. So hiyo magonjwa ilikuwa gani? Meningitis tena ilirudi. TB, herpes zoster. Herpes ile inakaa kidonda inachoma huku. Yaani hii inaisha, hii inaingia. Huo wakati wote madaktari hawakuwa labda wanafikiria kukupima? Hiyo sasa form 2 si ndio nilishapimwa sasa, lakini hapo awali sikuwa nimepimwa. Na nasema hapa katikati ya mamako kufa na form 2, magonjwa yenye ilikuwa katikati ndio meningitis, ama meningitis ilikuja after kupimwa? After that before. Mara mbili. After na before. So hii magonjwa ilikuwa hapa katikati ya form 2 na mamako kufa class 3, ilikuwa gani? Bado ni TB, nishapata TB mara mbili. Hii yenye niko nayo ni ya pili. Lakini hizo zingine ni herpes zoster, boils. Sana boils hazikuwa zinaisha. So kwa nini daktari walifikiria kukupima? Nilienda kupimwa mwenyewe. Nilitoka tu shule nikaenda kupimwa kwa Loreto high school. Nikaona hizi symptoms, juu nilikuwa club ya counseling. Nikaona hizi symptoms niko nazo kama za HIV. Nikaomba tu permission, nikaenda Nakuru town nikapimwa, nikapata ni positive. Hauko unaogopa? Umejua tulikuwa tumejua mtu ana nini, ukiwa na mtu mwingine mwenye ako nayo ndio unaweza pata, lakini sasa mimi bado nilikuwa nasema mimi bado niko peke yangu. Mimi bado ni mdogo, siwezi pata. So sikuwa naogopa. Kwa hivyo tuseme sasa ilikujaje? Ulijuaje? Ama najua of course ulifanywa counseling after kujipata uko nayo. Daktari alikueleza vipi? Naweza kuja ukiwa peke yako kweli? Nili insist, tulingangana na yeye. Nikamwambia nataka kujua watoto walikuwa wananitusi sana. Kuna kijana pia yake alikuwa hivyo, lakini yeye ilikuwa inajulikana, unaona lunch anakula matunda, diet yake ni tofauti. So yeye alikuwa yake inajulikana. Bibi watu wananiambia wewe uko na ukimwi shule. Sasa anasema kitu inaweza kuwa ukweli. Nikasema wacha nikajue. Kwa walikuwa wanakuambia kama wewe mwenyewe hujishuku? Hata mimi mwenyewe nilikuwa najishuku. Saa hiyo watoto wanakuambia uko nayo? Walijuaje? Ni kama si kila saa unaenda nyumbani umegonjeka. Umeomba ruhusa unaenda nyumbani. Umefaint kwa kiwanja. Umeenda dispensary, yani unashinda tu on and off. Ilikuwa mwaka kama gani? Ile ni 2007 hapa 2006. 2007 2006. So after sasa umeenda na umepimwa na ukapatikana. So daktari alikueleza ilitoka wapi?
Aliniambia ilitoka kwa mzazi, lakini sasa siwezi kumbuka hiyo. Sasa alitumia, alichora tu graph hapo venye inawezekana. Juu mwenye ananifuata ako sawa, mkubwa ako sawa. So hata sikuwa nataka kujua bali imetoka. Mimi nilikuwa nasema tu sasa hii ishakuja. Itakuwa aje, nitaishi kweli? Kwa hivyo hao wenye wamekufuata na wenye wako mbele, mwenye amekufuata hana? Kuna yule mdogo wako na hana? Na sasa chances za kukuja kwa huo ugonjwa kwa mwili wako, because kama huyo mwenye amekufuata hana na mwenye ako mbele yako hana, na hukujua kiini haswa cha kuua mamako, was that explanation enough for you to understand that? Sijai kuwa interested with that explanation where it came from. Even right now I've never, yani jai kuwa interest kwangu. Because sielewi, hata ni explainiwe aje sielewi. Then nataka ni focus on kuimanage tu. Nimeona ni kitu naweza manage. Venye counselor waliambia now that day nilipimwa. Nikaona the more I try to figure out ilitoka wapi, but then kwa nini alinipea kama alijua kuna nashinda nimelia. So I decided wacha niachane na. So haya, wacha turudi after kupata sasa, umejua ni nini kinakusumbua na actually ushajua tayari ni nini huwa inafanya ugonjeke sana. So kutoka hapo nilianza madawa, niliomba ruhusa nikarudi Nairobi. Nikaanza madawa. Though forcefully, haikuwa rahisi kwanza. Juu wengi bado walikuwa wanasema sida. Nani alikuwa anasema hauna? The guardians, the caregivers. Kwa hivyo ilikuwa struggle, lakini wewe uliona ni muhimu ukunywe hata kama wanasema hauna, juu na haja na moyo wako. So nilianza. So sasa hiyo uko form 2? Sasa hiyo si ulipimwa ukiwa form 2? Utaendelea na masomo? Niliendelea nayo, lakini sasa nilipelekwa day school. Hapo Kariobangi South. Nilikuwa niende form 3. Nikarudia hiyo form 2. Because meningitis ilisharibu macho yangu, alafu pia nimekosa classes. So I had to repeat. So in between hapo ukuwa form 2 hadi form 4 ndio umepata meningitis ikaharibu macho na macho ikapotea. Sasa utaanza class special ama sahi? Wakati sasa macho imepotea. Nilikuwa na struggle tu, unajua ile tu kusikia, niliacha hata kuandika notes. Mimi nimekaa tu. Bagi yangu iko na vyakula. Juu bado nilikuwa weak. So mimi nimekaa tu ile, alafu umejua repeat class. So nimekaa tu nasikiza mwalimu. Bado nitakuwa tu hapo top 5. Alafu ile ilikuwa shule ya CDF imeanza tu. Okay. Yeah. So kuletwa shule, nani anakuleta? Shule silikuwa naenda tu, ilikuwa walking distance. Na sasa huoni? Ama macho kusoma ilikuwa yani kama wewe haiko imepotea kabisa. Hii side ilikuwa imepotea kabisa, giza. Kile hii side ilikuwa inaona. Sasa kama wewe ukiwa mbali, hata saa hii ukiwa mbali, I can't recognize ni wewe mpaka ufike karibu. Haya, so uli manage aje kumaliza form 4? Nilipewa special exam. Zibandikwa kubwa. But still invigilate alikuwa ananisomea na mwambia answers. So I didn't even perform well, nikapata D+. But hiyo shule tulianguka. I think I was the 5th with the D+. So walinipea hizo special exams pepa kubwa. Alafu bili kwa nafanya nje, watu wako kwa class,
Na mimi niko nje kwa nyasi nimelala. So umemaliza form 4. Maisha sasa itaenda aje? Huoni mzazi wako alikufa, alikuwa single mother. Nafikiri maisha imekuwa ngumu zaidi. Umemaliza shule lakini imekuwa ngumu. Sasa hapo hata sikukaa kwa ati sana. Korofishana kidogo juu mimi si mtu anapenda kukaa kwa nyumba. Hapo nikaanza kwenda kwa hizi mashule za nini za private. Nikifanyia watoto tuition. Kidogo kidogo nimepewa 500. Sasa ikaleta shida hiyo kutoka juu pale ilikuwa kind of bound wifi kutoka. So tukusikizana nikatoka hata immediately after results. Nikatoka. Sasa nikaanza mtaa kama Gera hapa junction. Alafu bali nilikuwa nachukua dawa, bado nilikuwa nachukua tu Mathare. Sasa hapo mimi hupenda kusoma hata kama bacho inanisumbua na strain nasoma tu. Sasa hizi mambo za madawa nimesoma. Nikapatana na one of the sponsors hapo wa hiyo hospitali. Akanipeleka nikafanya diploma in project management. Nikapata kazi. Mungu alijalia after that nikapata kazi kama TB manager in a CBO. So after 7,500 ilikuwa pesa mingi sana. Ilikuwa mshahara. But hiyo iligrow ikakuja, nilikuwa naenda meeting. Kaenda Senegal, nili Mali one time, West Africa. Because I started mentoring youths. Nilisoma hizi mambo za sexual reproductive health, human rights. Sijui kama unakumbuka wakati walikuwa wanataka kutoa dawa generic walete original peke yake. Kwa moja wale watu walikuwa wanakimbia kwa street na kina Boniface Mbogwa. Boniface mgani? Mbogwa moja, the activist. Huyu anaitwa Boniface. Boniface Mwangi? Mwangi, Boniface Mwangi yule activist? Activist. Ulikuwa part of watu wenye walikuwa kwa street na yeye? When it rain. So they wakuwa around up to 2018. Veje sasa job ilisha, funding mambo ya HIV TB na hizi zingine manjio. Ukiwa the age of 15 to 24. Tunasema yani wewe una sell sana. Alafu kwenda una sell sana, but ukishapita hapo unaona program, yani program yao ndio watu wanafanya. So unaona kuna program ina defeat. Nikaanza kutafuta kwa consultancies. Hazipatikani. Mimi nikatoka church one day nikapata bibi ameenda na mtoto. Bibi yako? Ulikuwa ushaoa tayari? Nilipatisha. Ulikuja kuoa aje? Nililala vifani sana. Nikasichana kalikuwa kananifulia nguo. It was in 20 I think in 2015 hapo. So namwacha kwa nyumba, tukakaa tu naye tukazoeana, tukaanza kuishi tu. Na sasa alijua wewe ni mgonjwa ama pia yeye alikuwa shaniona kwa K24? By that time I was so active. So alijua hata sasa bado ako negative hata mtoto. Okay, that's good. Mtoto wangu ako 6 years. So kutoka church, unajua maisha pia ilirudi chini. Niliwaambia wewe panga vitu tuende kwa kabed sita. One bedroom sita manage. Kurudi jioni juu bidi praise and worship a church. Sasa meetings nini unarudi late. We go to different churches. Simuoni. Kumbe ashaenda kwao. So mpaka wa leo juzi ndiye alikuja kuniona hapo. Sasa hapo ndio nikaanza kula bogoka. Kama miezi 3 nikapata heart disease. Barbo wangu kafura nikachana nazo tena. So from there I've been just mara pneumonia, mara TB, yani the whole of last year, this year. Kwa tu hivyo.
So swali ni apart from hiyo kazi ya activist hiyo kwa sababu ulikuwa umeajiriwa tayari na hao CBO au umesema kuna kazi nyingine umewaifanya? Nilikuwa naandika kwa media print mambo ya non-communicable diseases. Tunaandika story sana zilikuwa zinaprintiwa na Nation, so nilikuwa naandika natuma kwa organization nyingine natuma kwa Nation inaprintiwa. Okay, K24 ulikuwa unaenda kufanya nini? Do motivational speaker. Na kuna college lilifanya hizi za TVET ikanitrain pia mambo ya counseling psychology hii ya 1 year. Sasa hizo pia nafanyanga. Okay. So after hiyo sasa kazi yote after bibi kupotea maisha ilikaa aje? Amepotea kwa sababu ya shida ama? Hata nilimuuliza je, hakunijibu. Nikauliza hata pasta wao juu tulikuwa tunaenda churches tofauti. Akaniambia pasta alikuwa neighbor wetu, mlango zimepakana. Akaniambia Geoffrey, mimi sijui keje ilifanya aende. Juu venye mlikuwa mnaishi nilikuwa na mko sawa. Lakini bibi yako anapenda pesa. So hivyo ndio pasta aliniambia. Okay. So wakati huo mlikuwa mnaishi naye bado macho ilikuwa na shida? Yeye nimempata tu kama at least yeye nimempata kama at least iko job. Alikuwa ananisaidia anyway. Okay. Like tangu aende sijawahi pika, nimeanza kupika maliliko sahi. Unaishi kwa nyumba single? Ukiwa peke yako? Nani hukupikia na vitu kama hizo? Sasa zingine sister yangu analeta chakula, sasa najipikia. Sasa unatoa wapi pesa ya kupika na nini kwa sababu naona uko peke yako? Hapo sasa ni shida. Keje iko ndio natumia kama kuna pia uji. Lakini hapo bado kuna changamoto kubwa. Juu hata hii TB ningekuwa nimeamka kitambo sana. Juu hata matunda ujue inafaa ikuwe variety. Sasa hii siwezi afford. Sasa ulikuwa part of those people wenye walikuwa wanafunza watu ama wanapea watu ile masomo ya kumanage vitu kama HIV, vitu kama TB. TB is actually disease yenye inaweza treatiwa na iishe. Because si ulikuwa nayo kitambo na ikaisha. Hujafikiria vile unaweza fanya kwa sasa ndio iishe? Right now you have TB. Si ndio saa hii ndio chakula ndio kwa wingi. Ndio iko kwa wingi. Sasa ndio nagangana hata kama naweza pata usaidizi bahali. Yadidia alafu badiliko si peaceful as such. Because hata rent sijui kama italipwa hii mwezi tunaenda. Sasa umejua kama una amani kuli matunda vizuri na nini kupona ina take time. Kwa sababu kupona pia inafaa kuwa inatoka kwa mwili ndani kwa kukula nguvu yenye iko na mwili pia kwa kukosa stress. Hata sasa hivi yenye niko hapa inaletea shida jioni. Tulikuona unatuharibia jina lakini anataka kusaidia lakini anataka kusaidia ama sijui ni uwezo hakuna ama yani sielewi. Sasa watu wanaweza kusaidia lakini mwenye anakulipia rent huzuia wewe usaidike. Juu amelipa hapo rent yenye nilikuwa naona tu nikipata tu pesa yangu nijilipie. Juu hapo si mali naweza kaa nikishapona. Siwezi kapo. So miezi 3 za kwanza dawa za kwanza za TB zinakuwa na nguvu sana za asubuhi. Na nimebakisha miezi nizimalize. So nilikuwa nataka nikimaliza hizo at least nitoke tafute bahali hata kama ni hiyo bei hiyo 2,000. Daktari alisema ukimaliza hizo dawa utakuwa umepona. Naenda miezi 6. Lakini kuna za kwanza za miezi 3
za miezi 2 na za miezi 4. Hizi za miezi 2 ndio zina nguvu sana. Okay. So hiyo nyumba unaishi saa hizi ni pesa ngapi? 2,000. Hiyo nimeona iko na milango ya mbao. Okay. Wow, pole sana. So maisha yako kwa sasa wakati COVID iliingia ni kama ilisimama? Ilisimama, nikakuwa kama chokora. Yaani nilikuwa nashinda na nguo moja, mpaka nakumbuka kuna msichana nilifanyia counseling, alikuwa anataka kujinyonga. Akaniita kando, akaniambia, akaniwekea 1,000 kwa mkono, akaniambia, ulinisaidia ukaokoa maisha yangu. Kwa nini unataka kuwa part of the statistics ya corona? Viaje, kwani itashikwa? Hapana, depression. Oda hata uogi, oda vile unakaa. Na sikuwa na notice ati mimi mchafu. Nilikuwa nalala kwa kibanda, nimelala kwa kibanda 3 months. So hiyo kibanda wakaanza ati watatuchoma nini. Ikatoka hapo. Mama fulani akanipea nyumba ya mabati. Alipata tu kando ya barabara zimekaa. Yeye, kwani wewe ni mgonjwa? Nikamwambia nasikia tu baridi. Unakaa wapi? Mimi sina nyumba. Ati kuja kuna vacant kwangu. Kanipea nyumba ya mabati. Kaniambia nikae tu hapo. Na malazi nini, chakula alikuwa ananiletea. Sasa hapo ndio nikalemewa. Wakatafuta manamba. Wakapiga the relatives. Wakanileta hapa sasa. Wakakuleta hapo kwenye huko. Na kwa nini umekataa tufanyie hii video kwa nyumba? Nani angeleta shida? Unajua hapo si kwangu. Hapo si kwangu. Na kuna watu, kuna veje unajua huyo mwenye nilipa rent. Kuna watu wapendi publicity. Then kuna tu venye hata penda. Juu nimekaa naye hizo siku. Nimeona itaniletea shida kubwa sana. Kwa hivyo after hata hii video tunachukua anaweza pia leta shida? Naomba tu Mungu. Pole sana. Natumai kutukieka hii video hata ikileta shida pia italeta usaidizi. Kwa sababu ikileta usaidizi hata kukuwe na shida upande wa kwenu, at least utaweza kutoka hapo na uende ujikalishe mahali pazuri, mahali utaweza kuishi na njia nzuri. Sasa tuseme watu wenu wako na haja na wewe ama walikutenga? Bila na sioni. Juu hata huyo mwenye lipa rent si relative. So siwezi penda kumkosea pia. Naona amenifanyia favor. Na unasema watu wenu haswa walikutenga ama bado? Kama kwa hiyo situation niliwaambia na hawakufanya kitu lolote. So najikonkludia tu hapa niko mimi na Mungu. Kwa hivyo hakuna mtu wenu ana haja na kukusaidia, haja yao ni kama utakufa ukufe shida yako? Sistangu mdogo ndiye anajaribu lakini hana uwezo. Anafanya kazi gani? Kazi bado, alikuwa na didi. Anapika kwa shule nyingine huko. Wanajua hali yako, status? Wanasemanga aje? Ati ni watu wengi wako hivyo. Yaani si issue kwao, si issue. Kwa hivyo hawashughuliki, hawana haja na ati hiyo ni issue kubwa, ni uko peke yako, that is. This time round, hakuna hata nimeamua. Tatu ndio nge. Keje tatokea. Do you have akina nyanya yako ama huwajui hata? Wako. But wanaishi wapi? Wako tu kudidi. Wako but to be naona niko peke yangu. Wewe ufikiria walikutenga kwa sababu ya hii ugonjwa? Sijaijua juu nikiwa mdogo. Walikuwa wanalishughulikia sana. Walikuwa wanalishughulikia sana. But I don't know what happened along the way. Wakajiuliza kwani
makosa gani mtu alifanya hii kubwa hii. But ni Mungu nategemea, hata sitakaje kuongelelea mambo yao. Imefika hapo. Na kuelewa sana, lakini wewe hushuku after kusikia wewe ni mgonjwa ndio walikuhepa labda kwa fikira zako? Juu kama saa hii wamejua hii condition. Apart from hiyo sitabu nakwambia najaribu. Na bwadake. Hakuna hata mtu ametuma pesa ya matunda, hakuna. Sasa huyo mtu utasema. Hata juzi ilikuwa nahitaji dawa 300. Huyo jamaa alizunguka kutafuta hiyo 300 yapate hiyo dawa, so hata siku ianza on time. Dasi relative. Sasa wewe hufikiria maisha yako itakuja kuaje baadaye? Maana najua kuna wakati wewe ukaa chini unafikiria labda huenda nikipona nitafanya hivi na hivi na hivi, nikipona naweza tamani kufanya kazi hii, nikipona naweza tamani kuajiriwa na serikali niendelee na hiyo kazi ya kama hiyo ilikuwa umeajiriwa na CBO na hao watu wa kumanage hizi communicable diseases. Nikaje nafikiria jibi hata kazi yangu haikuwa ngumu sana. Venye niliibiwa laptop na vijana huko inaitwa Molem. Hapo ndio kazi yangu iliharibika kabisa. Alikuwa nataka kufanya project ili inadili vijana, mental health na HIV. Yaani vijana waongee juu saa zingine hata hiyo aliyeje nilikuwa napata vijana wengi wako na mashida. Geoffrey nifanye aje? Nawaongelesha. Naona at least wana change. Mimi kujiangalia mimi naenda rudi chini. So nikaona ningekuwa na mtu wa kuniambia Jeff, wewe unaingia kwa hii data ya depression na nini. Ingesaidia nini? Nikikuangalia naona uko na kind of stress, ni kama depression, una kitu inakuuma kwa undani, ni kama una uchungu fulani, sio labda wa mwili lakini ni kama una uchungu fulani. Ni kweli au uongo? Uchungu bado iko. Uchungu iko. Uchungu iko. Pole sana. Sikujua nitafika hapa lakini Mungu yuko. Pole sana. Juu sasa ukiwa chini hakuna kitu unaweza fanya hata kujitetea. Wapi? Juu unasaidiwa kila kitu, unajua utasema ndio. Tazenye hujafanya mtu anataka kuchapa like damn, wewe ni mtu mkubwa. Kwani ni mashida gani wewe upitia kwa sasa? Ni mashida gani hayo? Siku tu at peace. But tutakuwa at peace. Ungependa watu wakusaidia aje? Because naweza pata hiyo rent. Nitoke hapa niende hata kwa nyumba ingine. Where we love at least freedom ile. Unajua saa zingine dawa inaweza kuka chini. Sasa mtu anakuja kukutusi, nilipa didia na kumpea matusi zingine, kelele. Ploti yote inasikia sasa. Mpaka ile stigma, kila mtu kwa ploti anajua huyu ni mgonjwa huyu. Sasa nilikuwa nataka kama ni hiyo rent naweza pata. Na upkeep tu. Utoke uende mahali private. Bali tu private. Nimalize dawa zangu. Juu kazi nayo. Once nitapata, saa hata sina simu, sijakuwa na simu. Even a nice phone, mimi uandikia mtu CV umepata 300 yako. Lakini saa hata hiyo CV ni simu sina. Yaani niko tu. Kwa hivyo kwa masomo wewe uko sawa. Unaweza fanya vitu mingi sana, ni vile tu hauna resources. Book work I can do much.
Especially projects really. Book works I can do, but manual of hizi vitu za kubeba ndio siwezi. Okay. So, umewahi ongea na Boniface? Umesema mlikuwa kwa street na Boniface kama activists. Umewahi ongea na yeye kutoka huo wakati? Anajua hali yako? I know that was long when I was getting into the field. Nilikuwa ni kama mentor. Benye niliongea naye ni yule boss wangu wa kwanza wa benye alikuwa ameniweka TV manager. But umejua kuongea kwa messenger na ile naomba simu, naongea kwa messenger. By the time peana feedback, nilishatoka hapo. Sasa nakasirika yani. Alikuwa anaitwa nani? Maureen Morenga. Alikuwa nani? Alikuwa nani? Alikuwa CEO wa hiyo Lean on Me Foundation. Okay. Ati foundation ito? Lean on Me Foundation. Lean on Me Foundation. Maureen Morenga. Najua huenda atapatana na hii video. Na kama kuna mtu yeyote anamfahamu, tunaweza tamani pia kuajiri tena. Kwa sababu najua pia watu watakusaidia. Watu wakishamaliza kukusaidia, kwa sababu pia ningepata pia upate mtu wa kukuongelesha. Ili unaonekana uko na kind of a depression, at least utekiwe through, ndio ujikubali, ukubali maisha yenye iko saa hizi kabla ibadilike na uweze kumove on na maisha yako. I still believe unaweza rudi hapo ulikuwa mahali pa kueducate watu kuhusiana na hizo magonjwa, na pia una uwezo zaidi wa kufanya vitu mingi. Kulingana na vile nimekusikiza, wewe ni mtu ambaye anapenda sana kujitegemea. Si ni kweli? Nikikusikiza nasikia wewe si wale watu wa kuhitaji usaidizi, ni watu ambao wakisaidiwa wainuke kidogo wanaweza jitegemea na ukiweza kupata kazi, sio? Ungetaka kuonana na Boniface Mwangi? Anaweza kukumbuka labda? Lakini hata hiyo nikimwambia tu hiyo organization tulikuwa na yeye takumbuka. Okay. Kwa hivyo ikiwa kuna mtu anajiona na Boniface Mwangi, akulink na yeye pia anaweza kusaidia labda kivyake pia. Hey, okay. So haswa ile usaidizi umesema ni ya kulipiwa nyumba na upkeep. At least hata kadi ningepata kasimu. Hata naangalia kuna tu online writings zinaendelea saiji ya corona. Haya, pia unapenda hizo stories za online? Na unaweza online writing. Sana. Sana. Kwa sababu nimeona watu wengi wakipata pesa na hizo online writings. Hizo nimefanya sana, hata nakaanga usiku nasema sasa hivi ingekuwa tu na ile laptop yangu ama kasimu kazuri. Singekuwa nasumbuka na mtu. Okay. At least wenye wanakutazama wanaona wewe si wale watu desperate, ni mtu akishasaidiwa ainuke kidogo, anajifanyia kazi na maisha yake inaendelea vizuri. Let me hope that all will be well, kwa sababu sijawahi fanya video na ikakosa usaidizi. Mungu hunisaidia sana, na tunaombea pia project zetu at least tukifanya pia zinapata wafadhili na watu wenye pia watashikilia watu wenye tunaleta hapa. So umesema hauna simu, lakini uko na line ya simu. Sina simu. Sasa kwa sababu tutatafuta namna ya vile utaweza kukua na kasimu kadogo kanaweza kuongea. Labda after hapa tutaangalia kama tunaweza pata kasimu hata kama ni kidogo. Si utupe hiyo namba ya simu, angalau tukitafuta kabla hii video iende hewani, na fikiri utakuwa na kasimu kadogo kenye at least kataweza kufikisha kureply simu ama labda hata kupiga. 07 07 24 0724 307 307 471 471. Rudia. 0724 0724 307 307 471. Kwa hivyo kwa hizi kampuni ambazo zinahusika na kusisitiza watu ama kueducate watu kuhusiana na mambo ya HIV, TB and other diseases, unaweza shughulikia, unaweza ajiriwa huko na ufanye kazi vilivyo, sio? Kwa sababu uko na experience tayari. Hata hii ndio sexual reproductive health. Okay.
So nashukuru sana, najua niko na maswali mingi sana lakini singependa ujibu yote, manake tutarudi hapa siku nyingine kushukuru Mungu na pia kuwaelezea mambo zaidi ambayo labda tumeweza kuhepa kidogo kwa sababu unahitaji usaidizi. So nashukuru. Ulisema unaitwa Geoffrey Otieno. Geoffrey Ochieng. Kwa hivyo mtu akituma hiyo line yako ni registered M-Pesa. Kwa hivyo mtu akituma itatoa jina gani? Gumba Geoffrey Ochieng. Gumba Geoffrey Ochieng. Okay. Sawa, nashukuru na tunafikiri tutamalizia hapo. Lakini iwapo kutakuwa na nafasi nyingine ya kuweza kuzungumza na wewe after usaidizi umekuja, na tutachukua namba yako tutakuwa tukizungumza na wewe. Ili iwapo kuna usaidizi wowote utahitaji pia kutoka kwangu after watu wameanza kukupigia simu na kukusaidia, pia nitakuwepo. Sawa. Kuna jambo labda la mwisho tumeacha ungetaka kugusia tukimalizia? Hebu tutashukuru tu. Nikipata hiyo didi hiyo support takabali kidogo. Hizo the basics zenye nimesema. Nimejua naweza jidua bora nipate nguvu. Za venye umeniambia depression. Sisikii kama niko poa. Unasikia ni kama uko na hiyo depression? Nasikia tu akili haiko sawa, siko tu sawa. Kwa hivyo hiyo ndio labda kati ya mambo yenye utashughulikiwa ikiwa kutapatikana mtu ambaye ataweza kuihandle, ingekuwa better zaidi. Okay, nafikiri kuna watu wengi sana wataweza kukushughulikia. In every condition, najua Mungu huwa na sababu yake. Kuna reason ile tunaweza sema ni mwafaka. Manake mamako alikufa, hakuna mtu alijua alikufa kwa nini. Kukazaliwa sister zako ama brother zako wenye wako nyuma na hawakuwaipata huo ugonjwa, lakini wewe ukapatikana. There's a reason as to why Mungu alipata ama alitaka upatikane. Labda because God always has his own reasons. Maybe angetaka uwe mtu wa kusaidia watu ambao wako na huo ugonjwa, si ndio? There's nobody knows. Wewe ni mtu utaishi milele, my friend. Utaishi na utakuwa na miaka mingi sana. Hiyo ugonjwa dai kuange shida. Utaishi miaka mingi sana, lakini Mungu labda alitaka ukue yule mwalimu. Kama hakungekuwa na walimu, nafikiri hakungekuwa na wanafunzi. Kwa hivyo Mungu labda alijua kuna wanafunzi ambao labda wamepitia hayo na wangepata kuwa chini yako ili wafunze na wajikubali na waendelee kumtumainia Mungu. Sawa. So nashukuru sana Geoffrey Ochieng. Asante sana. Alright. Mwereli wa Baruthi wa Thayo TV ndeke gucokeria ngatho ringi na ngunyitio gani thiini wa video nayo ngukurehera ya mundu gwitwo Geoffrey Ochieng. Uyu ti Mugikuyu no ndiri haha ndikoragwo wira wakwa nduko wi wa guthutukania mathina na tribes. Niĩ ngoragwo haha njukite tu kwetha uteithio wa mundu o wothe wi bũrũri witu wa Kenya na mundu o wothe ndiramenya ni arabatara guteithika. So muthenya wa umuthi twina Geoffrey Ochieng, niwe twina rugano rwake mahinda-inĩ maya, na nĩ njũĩ maũndũ marĩa gũkorwo akĩgweta haha nĩ maũndũ mamwe mamo mena thithi na mangĩ mena guoya na mangĩ megũtũma wĩite maithori na mangĩ megũgwĩkĩra kĩeha. No kũngĩkinyanĩria atĩ Ngai nĩ egũkũhutia ĩtĩkĩra gũteithia Geoffrey Ochieng, onokorwo ndaraigua Gĩkũyũ kana ndaragia Gĩkũyũ, haha ti ũhoro na Gĩkũyũ, nĩ ũhoro wa gũteithia, na TV ĩno ya Baruthi wa Thayo yuka gũteithia mũndũ wothe wĩ bũrũri witũ wa Kenya, despite of the kũrĩa oimĩte, aragia kĩ kana oimĩte famĩlĩ-inĩ ĩrĩkũ, tũka haha nĩ ũndũ wa gũteithia. So rathimo mũno ũgĩtĩkĩra gũteithia Geoffrey Ochieng. Thank you so much.